So kama ulizani kwamba kuahirishwa kwa mechi ya juzi kwamba mpira wa Yanga umeishia hapo, basi utakuwa umejidanganya. So kuna vitu vingi ambavyo vimetokea tangu kutokea kwa kuahirishwa dabi hiyo, ambapo itakiwa ichezeke tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 Jumapili. Sasa iko hivi, Yanga wametoa tamko lao rasmi kwamba hawapo tayari kucheza mechi yoyote na klabu ya Simba. Wameandika hivi: kamati ya utendaji wa Yanga chini ya Rais Mwandishi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi. Kamati ya utendaji Yanga chini ya Rais Mwandishi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana na mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 mwaka 2025 Machi katika uwanja Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Space jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa michezo ikiwemo mratibu wa michezo, afisa usalama wa michezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa michezo na watendaji wa bodi ya ligi kuu, klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja Benjamin Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu kwamba hawakuwa wametoa taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa michezo, meneja wa uwanja wa timu kwa mwenyeji wao ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hawakutoa taarifa wala maandalizi yoyote iliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo wa tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Stefano Mnguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba mchezo huo namba 184 iko pale pale na hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mnguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mchezo mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendana ligi kuu. Kutokana na maelezo haya, basi ufuatao ndio msimamo wa kamati na utendaji wa klabu ya Yanga. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Namba 2. Kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kutokushiriki mchezo namba 184 kwa tarehe iliyopangwa. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya utendeshaji. Klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mnguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, tunaomba wananchi na wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na utaratibu na kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Basi ndio taarifa ambayo iliwekwa na kamati kuu ya utendeshaji katika klabu ya Yanga, na ndio mwisho wa taarifa hii. Basi nikusihi kwamba hakikisha kwamba umegusa kipengele cha subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi ambazo tunakuwekea hapa. This is Lesha TV.
Du.